Wazungu wanakuambia work done ziko to zero. Yaani kuna kazi kubwa umeifanya, alafu output yake imekuja kuwa tofauti na matarajio. Aina ile unapiga pasi fupi vidagaa vile watu wanaokota, wanatia nyavuni. Vidagaa vile unapiga. Pasi hivi. Pasi mlenda, ni pasi haifiki. Pasi weight of the pass. Unajua hivi vitu ni basics tu. Unataka upige pasi ya mita 5. Nifanyeje ili niweze kupiga pasi ya mita 5? Weight of the pass. Lakini yeye amepiga pasi kama vile au ndo pasi za namba 9. Ni lack of concentration. Hapana. Baada ya kufanya makosa ugenini, akaona ngoja nije nisawazishe makosa yangu wewe. Amefunga goli moja ambalo ni zuri. Japo linaonekana zuri kimpira kwenye macho. Ila ni nzuri kwa sababu lilikuwa lilirudisha confidence yake. Likarudisha confidence ya timu, ikawa inacheza tena vizuri. Na alipambana kweli. Ukiangalia ile goli mpira wa kwanza aliukosa. Ukadunda akakaa chini. Akaamka akapiga na header. Kwa hiyo ni ile reflex action yake ni ya hali ya juu. Yaani reaction yake baada ya kuanguka akaja kupiga mpira ilikuwa ni haraka mno. Heshima ambayo wachezaji wa Simba waliipigania at least kwenye kipindi cha kwanza. Inawezekana ile heshima waliokuwa wameipata kwenye zile first minutes, dakika ngapi zile za kwanza, ikawa wameipoteza kabisa kwenye kipindi cha pili. Yaani yale magoli ya Esperance yatafunika kila Yaani pale ndo inaonyesha juhudi ambazo walizifanya kuanzia mwanzo hadi ukapata magoli mawili. Yaani wazungu wanakuambia work done ziko to zero. Yaani kuna kazi kubwa umeifanya, alafu output yake imekuja kuwa tofauti na matarajio. Kwa hiyo inawawia vigumu sana wachezaji, benchi la ufundi kujitetea pale. Yaani unashindwa cha kujitetea, useme nini tena pale. Yaani unaongoza goli 2 kwenye mechi ya Champions League. Mechi ambayo ina intensity kubwa dhidi ya Esperance de Tunis. Then una switch off kidogo tu, una lose concentration, wanakuadhibu. Timu kama Esperance de Tunis ni giant of Africa. Ni timu ambayo imechukua makombe mengi sana ya Champions League, almost manne matano hivi. Ni timu ambayo ni top kwenye ranks zile, unaweza kaikuta kwenye top 3. Kwa hiyo ukifanya makosa tu, ukilose concentration kidogo, ukaswitch off kutoka kwenye kuwaheshimu, watakuadhibu tu. Ukiangalia goli lao la kwanza walilopata ni lack of concentration kutoka kwa Alassane Maodo Kante. Yaani kwenye dakika kama zile, kwa uwezo wa Alassane Kante, unapiga pass kama ile, what a pass. Yaani ovyo kabisa. Yaani toa mpira pembeni turushe tukabe as a team, sio kuriski kama vile. Kwa hiyo yale ndo alimuondoa nani Shemaloni Simba. Shemaloni alikuwa na makosa ya aina ile. Unapiga pasi fupi vidagaa vile watu wanaokota, wanatia nyavuni. Vidagaa vile unapiga. Pasi hivi. Pasi mlenda, ni pasi haifiki. Pasi weight of the pass. Unajua hivi vitu ni basics tu. Unataka upige pasi ya mita 5. Nifanyeje ili niweze kupiga pasi ya mita 5? Weight of the pass. Lakini yeye amepiga pasi kama vile au ndo pasi za namba 9. Ni lack of concentration. Hapana. Ni makosa tu binafsi ambayo ndo yamegharimu leo Simba Sports. Ndio. Tutafika kwenye matukio specific ya mechi. Lakini natamani tuangalie kile alichokifanya kipindi cha kwanza Simba na kipindi cha pili. Nafasi ya kocha kwenye performance ya kipindi cha kwanza. Lakini pia kama kuna namna yoyote ambayo tunaweza tukampongeza au tukamlaumu kocha kulingana na moment jinsi games zilivyokuwa zinaenda kwa kocha. Maana kwenye mechi nyingine alicheza brilliant performance ndio tukaileta kuanzia leo. Of course kwa watu ambao wameiona Simba kwenye mechi 3 zilizopita za Champions League na ambao wameiona mechi ya leo kipindi cha hasa kipindi cha kwanza. Unatoka pale unasema hii ndo Simba tunayoitaka. This is Simba. Ni ndo Simba ambao tulikuwa tunaililia kwa kipindi kirefu. Walikuwa wanafika maeneo kwa haraka, walikuwa wanafanya kila kitu vizuri. Wanashambulia spaces kwa haraka zaidi, wanawabana Esperance de Tunis wasipate nafasi za kucheza mpira. Yaani walikuwa wanafanya kila wanachokifanya, walikuwa wanakifanya kwa usahihi zaidi. Wakafanikiwa kupata goli la kwanza. Tuliona runs za Kibabage kwenye half spaces akiact as third man runner. Kapiga pasi nzuri ndani, Kapombe naye akaenda kushambulia nafasi ambayo alibidi awepo mshambuliaji, lakini kwa kuwa timu ilikuwa imesogea juu, then mawinga wao kaingia ndani kama viungo, ikawa nampa nafasi Shomari Kapombe kuingia ndani na akafanikiwa akapata goli.
Ya goli la pili pia tumeona mpira mrefu kutoka kwa Wilson Nangu. Uka flick kidogo na Chama. Tukaona hali ya kujitoa ya Yusuf Kagoma. Akapiga diving header tukapata goli. Sasa kuhusu mwalimu alienda na squad nzuri. Selection ya kikosi ilikuwa ni nzuri sana. Ila shida ilianzia baada ya kulazimishwa kufanya sabu. Kwa sababu substitution ambazo zimefanyika hazikuwa za kiufundi zaidi, bali zilikuwa ni sabu za lazima, za kulazimishwa. Na mara nyingi sabu za kulazimishwa zinakuwa ni out of your plan. Yes, kwa hiyo kwa kuwa mwalimu alienda hivi, then alikuwa na plan hii na watu hawa. Anajua plan yangu inahitaji watu hawa ili waweze kuexecute ninachokitaka. Yes. Kwa kutoka kwa Yusuf Kagoma mapema kipindi cha pili baada ya kupata injury. Yani tukaona kabisa kiungo cha Simba kimevurugika. Kwa sababu Yusuf Kagoma ni mchezaji ambaye kwanza yuko very aggressive. Anticipation yake kunusa hatari ni kwa kiwango cha hali ya juu. Ni mchezaji ambaye yani ni risk taker. Hawezi unapita mbele akuacha sikuvute hata jezi, hapana. Yani anaona bora achukue yellow kwa ajili ya timu. Sasa kitu ambacho alikikosa Nabi Kamara baada ya kuingia ni ile tunasema discipline yake ya eneo. Yani discipline yake ya kucheza kwenye eneo ambalo kama kiungo mkabaji anatakiwa kucheza ndio kilichofanya timu ipotee. Kwa sababu unakuta wakati anatakiwa awepo kwenye eneo fulani, yeye yuko out of hilo eneo. Yani yuko mbali zaidi ya eneo analotakiwa kuwepo. Ukiangalia goli la pili. Yes, I mean goli la pili. Ukiacha ile goli la kwanza la Alassane Kante individual error. Goli la pili. Nabi Kamara alikuwa ameenda kupresi upande wa pili wa uwanja kwenye timu ya Esperance de Tunis. Yani alikuwa ametoka kwenye eneo lake, ameenda kufanya pressing, then nyuma akaacha nafasi kabisa. Mpira ukapigwa nyuma ya kiungo. Kwa hiyo ikawa yeye sasa anaanza kumkimbiza mshambuliaji ambaye alienda kutoa pasi kwa mfungaji wa bao Bwalia. Kwa hiyo alikuwa yupo kwenye eneo. Angewepo kwenye eneo, angeweza kuzuia ule mpira, akazuia vision ya mpigaji pasi, akafanya distraction ya pasi. Kuna vitu vingi. Akafanya interception ya mpira, lakini yeye alikuwa yuko nyuma ya mpira. Kwa mpira ukapigwa nyuma yake, kukimbiza mpira, akakutana na watu ambao ni technical ni wazuri, akageuka akakevu. Kwa hiyo tumeona ni hali fulani ya kulazimishwa, zile sabu za kulazimishwa ndio zikafanya timu kidogo ikapotea. Pia sabu ya Wilson Nangu baadaye tena kipindi cha pili baada ya kutoka Yusuf Kagoma alionekana ameumia, akaingia Ismail Tule. Ukiangalia vizuri goli la pili, mfungaji wa bao alikuwa anakabwa na Wilson Nangu, alikuwa anakabwa na Ismail Ture na Nixon Kibabage. Sawa. Fullback na beki wakati. Yes, ukiangalia Nixon Kibabage alikuwa yupo pembeni kidogo, then Ture akawa yupo karibu yake. Wilson Nangu hawezi kukuachia nafasi ya kupiga. Yani Wilson Nangu ni beki ambaye yuko very aggressive na atafika miguuni kwa haraka, atakufikia, lakini Ture alikuwa ameonekana alimpa distance. Huwezi kumpa distance mtu ambaye Waarabu wale wana quality kubwa sana nje kwenye anakufunga tu. Na hiko ndo kilichotokea. Ni zile sabu za kulazimishwa ndio zilifanya Simba ikapoteana hasa kipindi cha pili. Kwa hiyo kwa leo kwenye hichi kilichotokea, kocha yuko kule? Hayupo kwenye ni ngumu sana, kumlaumu. Vitu vimeenda vizuri. Ni ngumu sana kumlaumu mwalimu kwa hili swala la leo. Kwa sababu isingekuwa zile sabu, maybe timu ingeendelea kumaintain ushindi wake na wangeondoka na ushindi, lakini zile sabu ni za kulazimishwa sana. Majeraha ndio yamegharimu Simba leo. Matokeo ya leo ya Simba yanafunika vitu vingi sana vizuri ambavyo vimefanyika kwenye mechi ya leo. Kuanzia magoli, zile performance za wachezaji mmoja kina Libase, kina nani, inafunika yote. Tunabaki kuangalia matokeo haya yana impact gani kwa Simba. Tunaweza tukaurekodi huu msimu kama msimu mbovu zaidi kwenye Champions League kwa upande wa Simba. Sidhani kama kuna msimu mmoja kutokea. Yes. Haijawahi kutokea. Yaani msimu tunaweza kusema ni msimu mbovu zaidi. Msimu mbaya. Ni msimu mbaya ambao unatakiwa
Sasa wausahau kwa haraka zaidi. Yani wausahau kwa haraka zaidi kwa sababu mechi 4 alama moja, mechi 2 nyumbani. Ni jambo la kusikitisha sana. Mechi moja umeongoza. Hatujawazoea hivi Simba. Kwa hiyo ni msimu ambao wanatakiwa wausahau haraka sana kwenye akili zao. Waangalie mbele, wapambane na mashindano yaliyobakia nayo. Next time inshallah watafanya vizuri. Sawa. Lakini hebu tuachane sana matokeo. Tuje kwenye tukaangalie performance za wachezaji mmoja mmoja. Tuanze na Libase. First half. Of course alikuja akatolewa sababu. Lakini kwa kiwango alichokionyesha leo, nini ambacho unaweza ukakicomment kwenye performance ya Libase Gay? Fullback yako uliita winga kishando. Libase Gay ni mchezaji mzuri sana na leo alikuwa na game poa sana. Alikuwa na uwezo wa kukana mpira, anapasia pasi vizuri. Anaficha mali vizuri. Shida kidogo kwa Libase inaonekana ni decision making. Yani hajui wakati gani aachie mpira, wakati gani akae nao. Kuna time unaona ni sehemu ya kupasia rahisi au sehemu ya kucross, yeye anakaa nao mpira hadi anakuja anapokonywa. Ananyang'anywa. Kwa unaona anavyocheza Chama. Yani Chama tuseme ndo brain ya football. Yani ndo akili ya mpira. Yani unapoona Chama atafanya hivi na ndo atafanya kile. Unapoona Chama atafanya hivi ndo atafanya kile. Yani kitu sahihi ambacho kinatakiwa kufanywa kwa wakati sahihi ndo anafanya Chama. Lakini kuna baadhi ya wachezaji kama sana kama Libase anakana mpira vizuri, anaweza anaficha mali fresh, anapasia vizuri. Lakini kuna time unataka apasie, hapasi. Anakaa nao hadi watu wanarudi, wana cover spaces, inakuwa anapiga back pass. Anapiga back pass tena. Hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye akiendelea hivi kucheza, akizoea ardhi ya Tanzania, akizoea mashabiki, akizoea hali ya hewa, akizoea mfumo wa timu, mambo yataenda vizuri. Ni mchezaji mzuri sana. Improve kwenye decision making. Improve kwenye decision making. Ni wakati gani aachie mpira, ni wakati gani akae nao. Umemgusia hapo Chama. Performance ya Chama overall. Ni performance nzuri. Clatous Chama ametoa performance nzuri, alikuwa analeta utulivu kwenye eneo la mbele pale. Tunajua Chama sio tena wa kuendelea kumuongelea kila siku, utakuwa tunamkosea. Yaani ni Chama amesha prove sana. Ni performance nzuri, alikuwa analeta utulivu zaidi pale mbele. Ukiona alikuwa anafanya, anabadilishana sana nafasi na Anicet Oura pale ndani, alikuwa yani anapasia pasi nzuri zinaeleweka. Kwa hiyo ni kiwango chake kilikuwa ni kiwango kizuri sana. Labda matokeo tu mwisho wa mchezo ndo yataharibu kila kitu ambacho wamekifanya. Na mchezaji gani mwingine unatamani muongelee pande wa Simba? Anicet Oura ni mchezaji ambaye kwanza amecheza dakika zote 90. Amecheza vizuri mno. Ni mchezaji ambaye anaweza kuficha mali, anakana mpira vizuri, technical ability yake ni kubwa. Anaweza kucheza kwenye maeneo finyu. Ukiangalia hata goli la kwanza la Shomari Kapombe, alipewa pasi akiwa kwenye half spaces, then akapasia na yeye kwenye half space ikamkuta Nixon Kibabage. Yani kama huna akili ya mpira huwezi kupiga pasi ile. Kwa hiyo kwa akapiga pasi bomba vizuri, ikamkuta Kibabage akaweka ndani, watu wakatia goli pale. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri sana pia. Baada ya kufanya makosa ugenini, akaona ngoja nije nisawazishe makosa yangu. Amefunga goli moja ambalo ni nzuri. Japo linaonekana nzuri kimpira kwenye macho. Ila ni nzuri kwa sababu lilikuwa lilirudisha confidence yake. Likarudisha confidence ya timu, ikawa inacheza tena vizuri. Na alipambana kweli. Ukiangalia ile goli, mpira kwanza aliukosa. Ukadunda akakaa chini. Akaamka akapiga na header. Kwa hiyo ni ile reflex action yake ni ya hali ya juu. Yani reaction yake baada ya kuanguka akaja kupiga mpira ilikuwa ni haraka mno. Hadi unaweza kushangaa kweli ni mzee huyu. Unameinuka ghafla vile. Au unampunguza umri? Labda. Bwana mzee kashapunguza umri. Kweli. Kwa hiyo Shomari pale ameamua kuambia wana Simba mimi na nyie basi unaona kuna muda alifanya hivi papa afu anatembea kama mzee. Ile kushangilia kama mzee kwamba ana kejeli wanaomwambia yeye amezeeka. Kakaa chini afu kasimama. Hivyo mwisho wa siku tena matokeo ndo yanafuta mambo yote mazuri yaliyofanyika kwenye mechi. Ndio Shomari alikuwa anatakiwa akajilambe sana. Anasema matokeo ndo yamepata. Yani light kama mechi ingeisha Simba ameshinda na Shomari yupo kwenye score sheet. Yani ingekuwa ni kitu kimoja kizuri sana cha kumfariji. Ingekuwa safi sana. Ingekuwa safi sana. Lakini somehow Mwarabu
Hivyo bwana brother ni Mwarabu kwa karibu shughuli. Mwarabu kati ya pilau mchanga pale pale kwa Mkapa. Kwenye karai. Da. Kama namuona Ahmed Ally sasa hivi. Sijui atasema. Ashapata confidence. Sijui atasemaje maana alisema wagawa utamu ni alisema mwisho mara ngapi? Mwisho mara 3 lakini ufungwe zaidi ya goli 2-2. Lakini sasa hapa huwezi kukwepa jina la wagawa utamu. Linampa, yani kila anapoenda linamfuata. Halo. Mechi 4 alama 1. Champions League. Umecheza nyumbani mechi 2. Na kuna mechi umeongoza tu hapo. Yaani kama kwenye kubeti hiyo tayari unajua kama kwenye kubeti Simba tayari alishapata hela. Ashakula. Tu hapo hiyo tayari goli 2. Yaani ukishapata tu hapo tu. Basi hata kama Simba ikija kufungua 8. Lakini baadaye. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo. Bunde si punde. Ikatokea la kutokea mambo yakaenda ndivyo sivyo. Way forward. Simba hapa sasa nini kinafuata? Manake apoteze mechi 2 zilizobaki. Na kwenye mechi 2 zilizobaki Petro yupo. Kwa obvious Petro atafikisha alama 7. Ataenda juu. Kwa hiyo ni ngumu kwa kweli. Yaani ni ngumu mno. Calculator hapa inasema syntax. Calculator umeingiza hapo inaandika syntax error haisoviki hiyo. Hii shughuli ishaisha. Shughuli imeishia hapa. Shughuli imeisha kwa kweli. Kwa hiyo wana Simba usahau msimu kwenye Champions League. Usahau sana. Yaani wawekeze nguvu zao kwenye kombe la shirikisho, CRDB na NBC Premier League. Hii ndio wanasemaga msimu wa njaa ukiotesha vitu vinaota fujua na ng'ombe maskini hazai. Vitu vimeota kipindi cha kwanza pale. Mafuriko sio yametokea wapi? Amesomba yote. Eti mafuriko. Bwana, wapi wana Simba moyo kidogo. Hawezi kuacha. Of course timu ipo. Timu tunayo. Tofauti na msimu ulivyoanza. Kuna maingizo mapya mengi ambayo wanafanya vizuri of course. Tunamwona Ansetoura, Libase mwenyewe, Geye, Nixon Kibabage anacheza light kama yuko zaidi ya miaka 6 pale Simba Sports. Goalkeeper mwenyewe ni mzuri. Clatous Chama tumemwona, kuna Innocent Loemba bado pia hajapata nafasi ila ni wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo tuendelee kuwapa moyo kwenye mechi zinazofuata za ligi kuu ya ndani, tuendelee kuwapa moyo, tuendelee kuhamasisha, tuendelee kwa nyuma yao. Lolote linaweza likatokea msimu huu lakini tusivunjike moyo. Timu inajengeka na timu ipo. Ndio. Kwa jirani hatuwezi kuongelea mechi bila kumuongelea jirani. Huku kwa wananchi maisha yao yanaweza kawa yameenda vizuri kidogo tofauti na Simba. Wakifika robo maana wao itakuwa ndio. Kwa upande wa Young Africans yupo kwenye nafasi nzuri. Lakini kundi bado gumu. Limekaa kibishibishi. Na haijaisha mpaka ishi. Yaani ukiangalia unaweza kaona kama sisi tuna alama 5 tumeshafuzu. No, yaani unaona kabisa finali yao ni AS FAR Rabat. Wakipata sare na FAR Rabat au wakipata ushindi, pale ndio tutasema it is over. Uhakika robo. Lakini ikitokea tofauti na matokeo ya sare au ushindi kwao, basi itakuwa ni ngumu zaidi kwao. Mambo yanakuwa mazito. Mambo yataharibika. Itakuwa punde si Wameanza vizuri na hapo itakuwa inaenda kuishia vibaya. Wana Simba, peane pole. Kwa sababu nao tuona hapa pia ndugu zenu. Hali yetu leo wote ni ngumu lakini tunapeana moyo hivyo. Ndio timu yetu. Ukishaipenda timu kama kabila, kuhama ngumu. Tukutane wakati mwingine, asante sana kwa kutufuatilia.